Mheshimiwa Spika, nami nichukue wasaa huu kuweza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kuniteua kuwa naibu waziri wa fedha. Lakini pia nimwahidi pia kwamba nitafanya kazi kwa uwezo wangu wote na nguvu zangu zote na akili zangu zote kulitumikia taifa letu la Tanzania. Lakini mwisho basi niwashukuru pia wananchi wa jimbo langu la Kavuu kwa kura nyingi kwa Mama Samia na mimi mwenyewe. Baada ya hapo basi narudi kwenye swali ambalo sasa, Mheshimiwa Spika, swali la Mheshimiwa Daktari Neema Peter Mjule, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa fedha nitajibu swali hili. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania na wadau wengine imechukua hatua mbalimbali za udhibiti wa mikopo hatarishi yenye riba kubwa inayotolewa na baadhi ya taasisi zisizo rasmi. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni pamoja na zifuatazo: moja, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuwa utoaji wa mikopo unapaswa kufanywa na watu wanaotoa huduma wenye leseni kutoka Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT kwa mujibu wa sheria ya benki ya taasisi za fedha ya mwaka 2006 pamoja na sheria ya huduma ndogo ya mwaka 2018. B, kuwatambua na kuchukua hatua za kiutawala dhidi ya watoa mikopo wasioidhinishwa. Katika kutekeleza hatua hii, program zaidi ya 69 za mikopo ya kidijitali zilizobainika kutoa huduma ya mikopo bila leseni zilisitishwa na program 126 zilifungwa. Lakini na tatu, pamoja na mwongozo maalum wa utoaji huduma za mikopo ya kidijitali ili kuhakikisha uwazi, uendeshaji wa kimaadili, utoaji wa taarifa kamili kuhusu gharama ya mikopo pamoja na ulinzi wa watumiaji wa huduma za kifedha. Lakini mwisho ni kuandaa rasimu ya kanuni za kusimamia mikopo ya kidijitali ambazo zinatarajiwa kuanza kutumika katika mwaka wa fedha 2026/27. Kanuni hizo zinalenga kuimarisha udhibiti wa wakopeshaji wa kidijitali nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Dr.